Okay, here we're gonna cover to set a startup project using a central device hub, right? So last video to set here up, like this one tulitumia PC5, then tuka in the central device tukatumia switch, na tukasema switch inatuma ujumbe only from source to the destination IP address. But let's tukaone sasa vipi kuhusiana na hub, right? Tutachukua PC zetu 5, right, kama hivi. Okay, PC1 2 and 3 4 and 5, right? Let's arrange it ionekane vizuri. Okay, yeah. Now let's try to use 6 PC, right? Okay, so all we know kwamba startup project ni network ambayo all device inakuwa connected katika central device, ndio. So tutachukua hub yetu. Okay, tutachukua hub yetu hapa, tutaput here in the middle of all device, right? Kwa hiyo if you click hub hapa na ports zake, right? So hivyo tutaenda we cover it later, right? Okay, so now tutaenda kuzirename hizi PC zetu ili rahisi kuzielewa. Ngoja hii tuikave PC1. Itakuwa PC2. Okay, because we're using here, okay, we have to indicate -2 and -3. So as you see kwamba hii tuna PC1 hadi PC6 and in the middle tuna central device yetu ya hub, right? So tutaenda kuconnect hizi zote kama tulivyofanya huku kwenye switch. Tutaconnect hizi zote device, right, kwa kutumia cable yetu Mona X. We cover later kuhusiana na wireless, connecting wireless tutacover it later, right? Ni kutumia accessing point, ndio maana kwa tutaziconnect hizi zote PC kwenye hub, right? Okay, you see ipo connected. Okay, it means as you see hii green triangle, it means cables zipo connected vizuri kwenye network yetu. So what next? Tufuata ni tunaenda kufanyia IP configuration. Kwa wale ambao hawafahamu jinsi ya kufanya IP configuration, internet protocol configuration, make sure una check last video, right? Ili kwa sababu tuelezea tu jinsi gani za useti kwenye hii, unaona kwenye kutumia switch. Tulitumia switch kwenye connect start project. So nielezea jinsi ya kufanya internet protocol configuration. So here tutaenda to direct, right? And tutakuja kwenye first SNT0. I mean, make sure first time ukifungua itafungua kwenye physical. So next time kuja kwenye config, kwenye configuration, then utashuka kwenye interface, then utachagua first SNT0, then utaput IP address yako. Okay, 192.168.11 enter. Okay, hiyo PC1 ndio
speed, then fastest net 0. Kwa hiyo hichi nachokifanya for the real world ndio inakufanyika hivyo right, katika uhalisia, yani katika uhalisia kabisa. Watu wanao set network, watu wanao set network ndio huwa wana set hivyo. Kwa hiyo hii Cisco APC5, hii Cisco Tracer inakusaidia wewe sasa kuona jinsi gani sana network inavyosetiwa na network inavyokuwa na information za kutafsiri zinasafiri kwenye network. Kwa hiyo inakusaidia kuona na kupractice direct before ujaenda katika reality, na hata nitaonyesha jinsi ya kufanyia katika window right, ili uone, na hata kwenye simu. Hichi kitu kinatokea kwenye device zote kwenye simu. Tunaweza kwa 6 right, 6. So tushamaliza kufanya configuration ya internet configuration. Next tunaweza kuonesha sasa, tutaenda kuangalia je, network ipo stable right, kama tulivyofanya kwenye last video. Tutaenda kuping, tutachagua PC yote hapa katikati, unaona, either tuchukue PC6 and ping PC3 ndio utakuja PC6. Okay, then tulisema unakuja kwenye desktop, then command prompt hiyo, then ping. Ping means hii ni network command ambayo inasaidia kupata mawasiliano au kuona kama mawasiliano yapo connected, yani hapo stable, kwamba hii device ambayo nataka kuitumia kama shida ipo online au iko offline, unaona. Kwa hiyo hata kwa mfano unaona Google ni Google server, mimi namaanisha Google server kuna wana IP address yao, ndio maana. Kwa hiyo hata ukiping IP address ya Google, basi lazima watalipia, kwa sababu sipo online muda wote. Kwa muda wote ukiping internet protocol ya Google website, unaona, lazima ilipia, kwa sababu muda wote ipo online. Ni any website ambayo unaishi iko online muda wote. Jaribu kuiping za Google, za WhatsApp web, unaona, jaribu kuiping tu IP address yake, utaona basi nalipia. Kwa hapa tupo PC6, so tunataka tuiping PC number 3, then tunaandika IP address ya PC number 3. If you press enter, PC ina reply, it means kwamba okay, niko online, unaona. And package ambazo zimebuka pia ilipo mara 4 right. So tunaona kabisa internet yetu ipo stable, network yetu ipo stable. Hata ukijaribu PC number 5 hapa right, ukija PC number 5 hapa, ukija kwenye command prompt, okay, then utaping PC5 slow, tunataka ping PC2, ndio kwa 192, utaandika IP address ya PC2 right, 168.1.2, then enter. PC ana reply, unaona. Kwa it means kwamba vipi uko online, yani vipi uko online. Kwa ile ping inatuma request kwenye hub, jina hub anaangalia huyu mambo yuko online, huyu mambo mimi niko online bwana right. Kwa then huyu anarudisha majibu kwa hub then anarudisha kwa PC5. Kwa sasa tutaenda kuona hub jinsi inavyo send data kwenye hizo devices zote, unaona bwana. Inasoma data kwenye destination kwenye destination device, unaona, only ina use destination device IP right. Lakini hii hub yenyewe sasa inatuma package kwenye devices zote ambazo zipo connected, ndio maana that's why haitumiki sana katika nowadays right. So ngoja tuone inavyofanya kazi. So tutachukua package, tutatuma PC1 tena kwa PC5 right. So tutakuja kwenye kusimulate, ukibonya press play, ujumbe kuja kwenye hub, afu angalia tukifanya, unaona bwana, badala aende kwenye PC5 ametuma ujumbe kwenye PC zote.
Alafu unaona, alafu anarudisha, alafu ujumbe huu unaona unarudishwa tena kwenye PC zote. Unaona kwa ukiangalia kwenye switch huku, nataka uone kwamba jinsi ujumbe sasa unavyotumwa kwenye switch kama tulivyofanya pale awali, na jinsi sasa ujumbe unatumwa kwenye hub, I mean information, right? Kwa hiyo tunachukua information yetu, si ndio hiyo? Pap, tuna press hapa kwenye PC1, itoe kwenye PC1 ije kwenye PC4. Afu tunachukua tena information kwenye upande wa hub PC1 kwenye PC4. Afu tuna press tena ku simulate. Pap, unaona ujumbe kwenye hub utakuja kwenye hub utakuja hapa, then utaspread zote. Afu huyu unaona hapa, ukatuma kwenye kote, ukatuma kwenye only destination device. Unaona bwana? Afu atarudisha ujumbe, utarudi pap. Unaona atatuma huu kote, afu atatuma kwenye source. Unaona tofauti wake. Huo ndio tofauti kati ya kutumia switch and hub. Yani kwenye source device hadi kwenye destination device. Kwenye hub yenyewe sasa inatuma ujumbe kutoka kwenye source afu kwenda kwenye PC zote zilizopo kwenye network. Unaona bwana? Kwa hiyo tukipress hapa, huo ndio ujumbe wetu tunapress hapa. Si ndio? Okay. Tunapress kwenye PC1. Tunataka ujumbe PC1 uje kwenye PC4. Hii ni kwa upande wa switch. Ushaona? Ngoja tuilie kwanza. Yani PC1 ije kwenye PC4, right? And hiyo kwa upande wa switch. Kwa upande wa hub tutatuma PC1 ije kwenye PC4. Unaona? Kwa hiyo kwenye switch PC1 na PC4, kwenye hub kwenye PC1 PC4. Sifa sasa ya switch inatuma information only, inaenda direct to the destination device kwa kutumia IP address, lakini switch yenyewe inatumia MAC address. Unaona, tutaelezea zaidi, we cover it later. Lakini kwenye hub inatoa kwenye source device alafu inapeleka kwenye all device ambazo zipo connected kwenye network. Unaona bwana, alafu ngoja sasa tuone, simulate kwenye switch mode hivyo unakuja hapa pap. Alafu umeenda kwenye source, lakini kwenye switch umeenda kwenye device zote ambazo zipo connected kwenye network. Alafu sasa kurudi, unaona pap, unarudi pap kwenye switch ya kwenye hub, alafu unarudisha tena majibu kwenye zote device ambazo zipo connected kwenye network. Unaona? Right, you see? That's why switch haitumiki, I mean that's why hub haitumiki sana kwenye nowadays network. Unaona, hiyo ndio different kati ya switch star topology na hub star topology. Make sure you subscribe, like and share.